Karibu mwana. Sawa. Sawa vipi? Yaani. Kama asemaje? Mambo. Kama. Sawa, tumetulia. Bwana, sijua tena. Mwanangu, karibu tu. Nisalimie mara moja. Live mwanangu. Karibu kwa kiti mwanangu. Sawa mwanangu. Karibu kwa kiti. Asante mwanangu. Wachukue kwanza saga ndani mwanangu. Karibu sana tajiri. Nashukuru mwanangu. Ndio. Vipi habari za hapa? Fresh mwanangu. Wazima. Fresh, mambo yanasemaje? Mtoto wako je? Yuko poa mwanangu. Vipi mtoto wako? Fresh mwanangu. Maisha yamekaza mzee. Boss. Kabisa. Vipi wewe? Bwana, mwenyewe naona hali imekuwa ngumu mwanangu. Tafute mtaalamu atutengenezee au wewe una vipi hapo? Hilo nalo neno mzee. Je, wewe umeuja mtaalamu gani ambaye anaweza kuturekebishia matatizo yetu? Kuhusu wataalamu babu wapo. Dunia ni siri. Watu wote unaoona wametajirika, kina Mo, kina JCM, ni siri zao tu ziko nyuma ya pazia. Ila kuhusu wataalamu, ni hapo tu wamejaa tena. Ni wewe tu unakujiamini, unaenda basi unakubaliana, timiza masharti. Fresh tu. Hivyo tu yani. Kwa hapo ni wewe sasa upande wako, je, uko tayari au inakuaje? Au ndo wale watu wa uswazi, uongo ukweli namna gani? Tujiamini babu, hem tutoke na sio kutoka kama akina Monja, akina Kiba nini? Au vipi babu? Kwenye kuwa tayari hapo, nipo tayari. Ila kuna masharti magumu kijana. Nawaza sana. Hiyo ni huwa unasikia. Sasa uende. Sasa hakuna pesa inayopatikana kirahisi. Blaza, saizi hela damu, saizi hela jasho, saizi hela mateso blaza. Kwa namna gani vipi hapo ukihitaji kuendelea kusota, pesa inayopatikana kihalali ni chache, ni hamna, tuseme tu in short. Kwa variable ni namna gani vipi tufanye sisi tuchinda tuchekesha tukatafute. Hivyo tunakuwa watu maarufu hapa mtaani, hapa mjini. Imagine naona miliki kampuni yako. Naonaje hapo? Hapo ni kweli. Ila cha msingi ni kumpata tu mtaalamu mzuri ambaye atufanyia dawa vizuri ili kusudi kwamba tukipata mali tupate angalau hata chochote kile cha kumpelekea ili kusudi kwamba ni kama shukrani. Sasa babu, okay sawa. Wewe jiandae, weka mambo yako fresh, kila kitu kikiwa sawa. Basi tunamshtua, tunachimba zetu, kwa blaza tunaenda kumcheki, tunamulizia au tunamvutia waya mambo ya simu hapo, anatuelekeza. Maana mimi kitu ambacho niliwahi kudokezea hili swala, kitu ambacho aliwahi niambia kwamba natakiwa wewe ujasiri unapotafuta hela. Na ni kweli hata hela halali nimejaribu, matroni nimesukuma, pikipiki boda nimeendesha, naishia tu kama tu na matrafiki, una chochote unawekwa ndani kama hivyo yani. Kwa in short maisha ya ukapuku kiufupi kwa kweli huwa yafai. Lakini kuna mashiti magumu mwanangu. Nawaza sana mwanangu. Acha uoga babu. Yaani pesa halali na pesa haramu zote ni hela babu. Kila kitu unachokisema ni ukweli. Kwa sababu nikiangalia maisha ya kitaa mwanangu. Yeah. Maana matoloni nimesukuma hata mimi. Yeah. Makopo nimeokota. Ndio. Yaani kutu ajua la kwako. Afu kifika nyumbani wife naye makelele. Naona sasa. Mwanangu sasa sisi tunaendelea kuishije kwenye maboma kama haya? Itakiwa tuwe na majumba. Mausafiri ndinga, tunamiliki ndinga yani namna gani vipi mwanangu? Afu sisi tunakaa kinyonge. Sasa ukipita barabarani kila mtu huyo namna gani sasa mwanangu? Kwa kweli. Lakini umaskini ni kama kujidhalilisha sana. Hata Mungu mwenyewe ukija kufuatia kwenye vitabu hajawahi weka ahadi na maskini, kwa sababu anajua maskini ni mtu wa kulalamika, mtu wa kusononeka. Lakini ukiwa tajiri kila kitu kinaenda fresh. Ni kweli mwanangu, maana maskini hana lugha kwa tajiri mwanangu. Usijali mani wangu. Hana kabisa. Haina, tumeshamaliza boss. Fanye mchakato huo ukamilike. Usijali. Kwa mtaalamu sasa hapa. Pamoja usijali. Sisi tumeshamaliza boss. Sawa, ila sasa. Acha uoga. Hamna cha hela sasa mzee. Tuwe tukazisaka hela babu. Vipi babu? Nilikuwa nataka nizungumze kitu kimoja. Kama nini? Vipi? Au my wife wa. Vipi wife wako vipi? Unaweza kumshirikisha kwenye hili swali? Hivi umesali? Kuhusu kusali nimesali sana. Maana nilienda kwa nani huyu? Nani? Mamposa. Naombewa. Bwana niombewa. Hamna chochote. Kama mnavyoelewa makanisa ya uongo manabii hizi ni wa uongo. Kina Joshua. Eti unasema sali sana, mali Mungu ndo analeta. Au Mungu ndo anabariki. Nimesali sana vya kutosha. Wife amesali sana vya kutosha. Lakini umaskini ndo unazidi bado unatokomea mwanangu. Katika vipande vya Biblia au katika manabii wa kale waliopita, sawa?
ukija kukumbuka, yani kuna mambo mengine mwanamke ashirikishwe tu, sio hahusishwe. Yani kushirikishwa na kuhusishwa ni vitu viwili tofauti. Anakuja kujua baada ya ushatengeneza, kwa sababu unaweza kumwambia leo akakuvunja moyo, mambo yakaenda ndivyo sivyo. Je, ufuatilia akina Delila wapo mpaka sasa hizi kizazi kinaishi. Chimba sio wenyewe babu, sisi tunajulisha mapene yaisha namna gani, vipi ameshasambaa ndani huko, kila kitu kinakuwa ni mkwai. Akiona miliki ndinga, hata kukataa baba alijikataa, yasepe tu nyumbani fresh. Kisha miliki ndinga hata Ulaya, unaenda Dubai, utakula pesa. Unafanyaje? Tamani maisha mazuri wewe. Maisha mazuri mzee. Era hivyo sio tena. Lakini maisha mazuri yana raha yake. Chua. Sasa nini mpaka sasa hizi tunajadili kama so? Maana nikifikiria pale nyumbani sasa hizi nina mtoto mmoja, nene wa kiume. Akikuwa akikuta mazingira ndio yapo kama yale. Acha halisi viatu vyako vimenyewe vimeisha upande wa nyuma. Mwanangu maisha yanatilia mkazo mwanangu. Sasa hivi ndio amekaza. Sasa hivi masika. Yaani mvua ikinyesha hata nyumba ninayokaa bwana. Unakuta umeloa na wife. Namwambia wife sogea. Chumba kimejaa maji tele. Yaani nawaza sana mzee. Sijui. Bwana tufanye mtaalamu apatikane. Ashaka mwanangu, hiyo nimeshaisha. Au nipe namba zake hapa hapa. Au sio? Au sijali sema nini? Siende kazi sana tu, la msingi nishakuelimisha, nishakuelewesha, kila kitu kitakaa mkwaya. Basi tupange siku. Au sio? Wewe unawaza ni siku gani? Hapo tutajua. Maana kama ni mbali. Na leo tu kama tuishie hapo, lakini tutajua tu sijali. Maana kama ni mbali na ule zenyewe za mchongo. Mpaka niokote makopo mzee. Leo kauze nini na maji, kitololi nisukume. Sema nini, kuna kadiri moja hivi nikapata hapo kati. Kakupalia palia nyuma. Kwa hivyo kakikaa mkwai, basi huenda kichache atakachonipa mimi nitakuazima, tunazama ndichi. Mambo yakikaa mkwai, kila kitu kinaenda sawa. Mtaalamu wako nao mwaza kutoka hapa mpaka napokaa nauli kama shilingi ngapi? Toka hapa saizi huko Swazi kitu kama 50 fresh kichwa kimoja. Sasa 50 mzee, au kadiri nako ukipalia kule nyuma huko nako usema. Kule na dili la laki na 20,000. Kwa hivyo 60 fresh. Kuhusu kula tutajuaga mbele kwa mbele. Ukifika kwa mtaalamu mtajua kitu gani atatuagizia fresh yani. Maki yupo mkoa wa Sumbawanga kama unapasikia. Sumbawanga sehemu gani? Sumbawanga ni mkoa kaskazini, nyanda za juu kusini. Maana kule Sumbawanga kuna blaza yangu hivi. Ndio. Japo naye amefanikiwa kimaisha. Yuko vizuri sana. Na mtu aweza kukupa siri ya mafanikio yake. Sio rahisi. Hiyo nishakwambia tangu muda. Yaani haiwezekani hata siku moja. Kwa hivyo ulivyosema kwamba ni Sumbawanga. Sumbawanga kunawezekana ukawa na mtaalamu mzuri sana. Au wataalamu wazuri sana. Maana Sumbawanga nasikia sana. Maana yenyewe ni Sumbawanga, uchawi maana yake umekisia. Kule ndio umejaa babu. Hata mtu wa Sumbawanga kitoka kija hapa Bongo anaheshimika kama Yesu kashuka mbinguni. Anaheshimika ni agusi bosi, mimi nakwambia sasa uongo mwanangu. Wewe waoni. Wapo wengi sana waliosema tu ndo kama hivyo kuwalinda tu majina yao, so atusije tukawataja namna gani vipi. Lakini sasa washatoboa, wanaenda kwa huko wamefanya manjegeka. Ni amali imekaa mkwai. Saizi ni pesa ni sasampa tu yani Yule msanii anakuambia nani yule mnamuita? Mondi. Mondi yani sasampa sasa. La hapo ndo tembea pale sasampa nini? Wewe unatamani maisha ya Mondi. Sasampa babu. La mwanangu saizi. Hii inaitwa team ya hela. Tufanye kitu moja mwanangu. Okay, sawa. Mimi naona kwa leo tuishie hapa bosi wangu. Zeni kila kitu kitakaa fresh basi. Kati ya Jumatatu, Jumapili au hapo sawa, fresh kama kibarua kitakuwa kimeshakaa mkwai. Nikishamalizia tu pale mimi nakuvutia waya hivyo yani. Ni kweli mwanangu. Kazi mkangu kenyewe. Sasa mafanyaje mwanangu, maisha yenyewe ndo kama haya, ndo maana tunajadili hapa tuone namna gani tunafanya. Yaani itiraki wiki linaisha, unatoka nao Jumapili. Wiki hapa hapa penyewe hapa alikuwa ameniambia naenda kanisani, ngambia ati mguu mimi siendi kanisani kwa sababu nitoka kwa kibarua cha upailia, kwa hivyo sijapata hapo muda wa kufua. Inaitwa kauka nikuvae. Lakini mke wako anaenda kanisani. Anaenda kwa hivyo. Kwanza nipe kitu kimoja. Kama mke wako anaenda kanisani, vipi masuala ya madawa? Mke wako ana imani. Kwani huko sawa, imani anaweza kuwa nayo, lakini sasa mimi sionaje anachotoka nacho huko kanisani. Labda kama angekuwa anatoka na hela anasema bwana tumekabidhiwa hii kichache fresh. Lakini somba kwa mganga kule tutaenda kujua atatupa masheti gani. Kwa sababu gani? Kuna masheti fulani hivi magumu au dawa aiza, unakuta dawa weka kwenye kichwa, mara oga dawa na vitu vingine. Naona kitu kimoja, imani
na madawa ya kwa mganga ni vitu viwili tofauti. Yeah. Kama mke wako ana imani, sijasemea upande wako wewe kwamba mke wako, na mimi mke wangu waga na sali. Ila sasa sijui tunafanyaje hapo mzee wangu. Hapo kuhusu wao nishakwambia tangu muda. Kama nasema hivi tuwashirikisha au na maana vipi? Hapana. Au unaona kama kwa ushauri wangu mimi hapana. Au tutawashirikisha mwishoni tu. Ikiwa swala limeshafanyaje? Mwishoni unatembelea ndinga. Anambia vipi mmeipataje pataje, anambia tulia mama nitakuelekeza kila kitu. Kwanza mwenyewe ataanza kuona manjegeka, maana unajua tena kama nishafuga mtu mle ndani. Lakini wana imani haba wale. Ndio kama hivyo. Imani yenyewe sijui nasali miaka kuimba tu basi, akisema kwamba eti omba vitu vifanyika hawezi kumfunulia mtu. Yaani mwanamke bwana angekuwa ni gari kawaida tu. Yaani kanisani kule ni kama ukumbi wa watu kubadilishana tu mawazo basi. Lakini kusema kwamba mtu kwenda kanisani ndo kipombe cha kusema kwamba ndo ana Mungu sana. Ni hamna. Wale ni wachache sana ambao wanamtumania Mungu kwa sababu make sure. Wanawake bwana ingekuwa ni gari inaitwa automatic. Inaenda kwa tekote. Ukiwa na hela nakupenda. Ukiwa maskini ndo kama hivyo tena, yeye ategemeana sasa umemweka kwenye kundi lipi au umemwekaje na mnadani kundi. Kwa hapo la msingi ni kupambana tu kwa njia halali na haramu usipate tu mwanangu. Kwa sababu mwanangu time. Basi sawa, haina noma mama. Live. Okay, poa bwana. Ngoja nikuache. Au sio? Nikamcheki wife maana nimetoka ni muda bwana. Nilikuwa naangaikia kuna brother fulani aliniandika tenda fulani, nimefika nimekuta wasela wamenyakua mzee. Unajua tena. Hapa sijui naenda kuishishije. Na wife kule amenuna amefura ni aje. Sawa, ngoja mimi nikuache mara moja. Haina noma mama. Okay, sawa. La, mwanangu vipi?